Naam, ndugu mtazamaji na msikilizaji, ni kualike tena katika kipindi hiki cha Agenda ya Ufalme. Na mshukuru Mungu kwa neema yake kuu na ya kipekee ambayo ametupa mwaka mwingine, kazi iendelee ya agenda ya ufalme wa Mungu. Nikupe yafuatayo ambayo tutazungumza. Yako mambo ambayo tutazungumza hususan tukiangalia mwaka ambao Mungu ametupa tena sisi kuzungumza na kutenda na kufanya makusudi yake katika siku nzuri ya leo ambayo Mungu ametupea na ametuchagua tena. Naamini na wewe hapo mfuatiliaji wa agenda ya ufalme liko kusudi ambalo unalipata, na Mungu amekusudia kwa makusudi kukuchagua tena mwaka huu 2026. Liko neno la kukutia moyo, liko neno la kukutia moyo na kukupa utafakari unapoendelea na mwaka mpya huu ambao tumeupokea kwa shangwe kweli na ndelemo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii tuangalie somo zuri ambalo linakupa wewe kufikiri na kutafakari. Ni somo ambalo limesimama kama swali, limesimama kwa mfumo wa swali. Somo linasema unaona nini? Unaona nini? Unaona nini? Somo letu linasema unaona nini? Katika somo hili la unaona nini, tunakwenda kujifunza na kuangalia katika mwaka huu ambao Mungu amekuchagua tena. Kuna watu tumechaguliwa kwa namna ya tofauti tofauti. Kuna mtu amechaguliwa kwa mara ya kwanza, mwingine amechaguliwa kwa mara ya 30, kwa maana kwamba kama wewe una miaka 30 hapo umechaguliwa mara 30. Kama una miaka 70 basi umechaguliwa mara 70, mwingine amechaguliwa mara 90, mwingine, kila mmoja amechaguliwa kwa namna yake tofauti ambavyo Mungu amekusudia. Kwa hiyo haijalishi umechaguliwa mara ngapi, maadamu Mungu amekupa neema, amekuchagua tena kwa awamu nyingine kuingia mwaka mwingine mpya 2026, una heri wewe. Pokea heri katika jina la Bwana. Kwa hiyo tukaangalia hili somo kwamba unaona nini? Unaona nini? Nizungumze tu kwamba ni kweli kabisa tunapokuwa tunajiandaa kupokea mwaka pale saa 6 kamili usiku wa kuamkia tarehe 1 ya mwaka 2026 tunajikuta tunaenda makanisani. Wengine tunaenda makanisani, Mungu akubariki sana. Wengine tunaenda kwenye matamasha sehemu mbalimbali ambapo yameandaliwa kwa ajili ya kupokea mwaka mpya. Na inapofika saa 6 na dakika saa 6 kamili, yani ile 00 zote, watu huwa tunapiga kelele, wenye baruti, wenye madebe, wenye yowe, wenye shangwe. Tunafanya hivyo kwa sauti za shangwe, na mara nyingi sauti hizo za shangwe zimeambatana na shukrani kwamba Mungu, hakika umekuwa mwema, umenipa neema tena, umenichagua tena. Watu wanashangilia, na wengine sijajua, wengi tunashangilia namna hiyo. Kama kuna mtu anashangilia kwa Mungu asiyejulikana, basi ni yeye, lakini watu wote tunashangilia, tunapiga vigelegele, mwenye kinanda, mwenye zomali, mwenye zeze, mwenye ngoma, mwenye baruti, mwenye kelele za shangwe, mwenye makofi yake anapiga makofi. Wengine wenye mbio wanakimbia mbio huku akiruka. Mungu amewapa neema. Kwa kweli shangwe hizo Mungu hubarikiwa nazo, na kama wewe Mungu alikupa neema kupokea mwaka kwa shangwe, hakika shangwe hiyo imepeleka shukrani kwa Mungu. Barikiwa sana. Mimi nataka nikupe kutafakari sasa, tunapoendelea na mwaka huu 2026, unaona nini? Baada ya kushangilia, kuna mahali fulani mwaka mmoja nilipopokea mwaka, tulivyopiga yowe, tukapiga kelele, tulivyomaliza kupiga kelele, tukapewa muda kutulia kimya na kutafakari kwamba sasa umeingia mwaka mwingine, unaona nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu tunaposhangilia na tunapotoka hapo, kama ni kanisani, kama mahali fulani mlienda na marafiki zako kuupokea mwaka, tunapotoka hapo kwenye hiyo sehemu pa kushangilia,
Wengi huwa tunaumaliza mwaka siku hiyo hiyo, yaani muda huo huo wa kushangilia mtu anaumaliza mwaka, alafu akitoka mahali hapo, kama ni kanisani, anatoka anaendeleza mambo yale yale yaliyopita mwaka ule ambao ameuacha. Na wengine tunakuja tunasema mwaka mpya na mambo mapya. Ni safi kabisa, lakini wengi tunakuja kufeli baada ya yowe zile, baada ya kelele zile. Unapotoka hapo, tunaanza na mwendelezo wa mambo yale yale ambayo inafikirika kwamba yalikuwa mwaka uliowacha. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo hapa nataka nikuulize, ujiulize wewe kwenye familia yako, kwa levo ya kwako binafsi, kwa levo ya familia, ya jamii, ya taifa, ya kanisa, unaona nini? Kwa levo ya taasisi unayofanya kazi, unaona nini? Kwa levo ya serikali unaona nini? Kwenye levo zote wewe unaona nini? Kwenye maisha yako binafsi, kwenye utumishi wako, kwenye wokovu wako unaona nini? Kwenye ujana wako, mwaka huo Mungu aliokupa 2026 unaona nini? Kwenye safari ya miezi 12 tena hii unaona nini? Kuna mambo yafuatayo ambayo mara nyingi yamekuwa changamoto sana, na kama ukisikiliza vizuri, kuna namna Mungu atakupa neema kutafakari upya, na unaweza ukapata nguvu mpya ya kufanya vizuri, kwamba unapotazama 2026 unaweza ukakaa hapo kwenye hiyo tarehe moja ukautazama 2026, unaweza ukauona kwa picha nyingi unaweza ukapata, na hizo picha unazoziona 2026 zinatokana na 2025. Kama uliathirika sana 2025, unaingia mwaka mwingine ukiwa tayari na kumbukumbu za mwaka uliotoka. Usipokaa vizuri na Mungu, kumtaka Mungu aingilie kati, unaweza ukaenenda 2026 kwa makovu na majeraha na maumizo, makwazo, wasiwasi, hofu, mashaka yaliyotokana na mwaka uliopita. Na ndio maana nimesema kwamba unapopiga yowe unashangilia Mungu, ukishamaliza tu kushangilia pale, tayari huzuni, mashaka, hofu, makovu, majeraha, maumizo, kukosa kusamehe kulikotokana na makwazo 2025 unaingia, yanaanza kukupata. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye mambo hayo mpaka inafika anakuja kushtuka mwaka huko katikati, mwingine anashtuka Disemba, mwingine anashtuka Septemba. Ameishi kama alivyoishi 2025. Nataka nizungumze nini? Mwaka mpya, ndugu zangu, sio kubadilika kwa tarehe, kwa sababu kama ni tarehe, mbona kama tarehe moja ni ile ile tarehe moja, na jua linatoka vile vile, na ni tarehe moja ile ile, masaa 24 yale yale. Kinachobadilika ni namba tu, na namba inayobadilika 2025. Sasa tunaingia 2026, kwa tunabadilisha tu namba. Kwa hiyo ukiona mwaka kama kubadili namba, kwa hiyo mwaka mpya kwako hakuna. Kwa ili uone mwaka mpya kwenye maisha ya kwako binafsi, lazima ubadilike kwenye utendaji, kwa sababu mwaka kuchaguliwa tena, manake umepewa kuongezeka. Kama nilikuwa na miaka 26, sasa nimeongeza katika mwaka mwingine 27. Ndio maana kuna watu tunasherehekea birthday, unasherehekea, unapiga yowe na makeki na nini, watu wanakuletea na nini na zawadi, lakini umeongeza mwaka. Ni sherehe ambao wanafanya. Usipobadilika kwenye utendaji, utatupa wasiwasi. Sawa sawa na mtoto ambaye ana mwaka mmoja na meno mawili, leo hii amechaguliwa mara 10, manaka ana miaka 10, lakini bado ana meno mawili. Yaani tabia zile zile, mwenendo ni ule ule, matendo ni yale yale. Sasa mwaka mpya kwake una maana gani? Kwa hiyo nataka nizungumze hapo kwamba unaona nini mwaka 2026, au unayaona yale yale 2025 ambako umetoka? Lazima kila mmoja ukae ujiulize. Kubadilika, mambo ya msingi. Tusome kitabu cha Warumi. Tusome kitabu cha Warumi
ile sura ya 14 na mstari ule wa 5. Kuna mtu anaweza kasema huyu mtu anaongea hana ushahidi kutoka kwenye Biblia. Twende hapa mstari ule wa 5. Biblia inasema hivi, sura ya 14 Warumi mstari wa 5. Nasema mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku. Mwingine aona siku zote kuwa ni sawa sawa. Alafu ikakazia kusemaje? Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Hapa Biblia inazungumza kwamba yani, katikati ya watu mnaopiga makelele, tunaposhangilia kupokea mwaka ni nzuri. Tunapotoka hapo sasa, kwa kuwa ni mwaka mpya, ili uonekane kwamba ni mwaka mpya, nisifanye yale yale ambayo nilikuwa nayafanya. Lazima sasa, hapo ndipo tunapokuja kuwa tofauti. Hapa inazungumza kuna mtu anafanya tofauti siku hata siku. Ili ufanye tofauti, inaweza ikawa kabisa mpango ni ule ule. Natoa mfano 2025 ulikuwa na mpango wa ujenzi. Ulikuwa na mpango wa ujenzi. Kuanzia mwanzo wa mwaka 2025 ukawa na mpango wa ujenzi, ukaweka mikakati. Mpaka unakuja kuadhimisha mwaka mpya, unauacha mwaka 2025, umefikia ujenzi 10%. Unaingia sasa mwaka 2026. Kwa lugha nyingine, utaendeleza huo mpango wa ujenzi mwaka 2026. Kitakachoonekana ni utofauti. Mpango ni ule ule wa ujenzi. Unaweza ukawa huu mpango umeupa miaka 2 au 3, 4. Mpango ni huo. Sasa kitakachofanya kwamba tuone utofauti wa 2025 na 26 kwenye mpango ule ule, huwa ni mikakati ulioiweka ndio inakufanya sasa ufanye tofauti siku na siku. Mpango ni ule ule, lakini mtu unabadilika katika utendaji, unabadilika mtazamo wako, unabadilika approach ambazo unazifanya. Kwa usipofanya hivyo, mpango utakuwa ule ule, utakuwa unafanya marudio, yani hatuoni mwaka mpya kwako una maana gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa Paulo anazungumza kwamba mtu mmoja afanya tofauti siku na siku, kwamba leo alichofanya sivyo atakavyofanya kesho. Jambo ni lile lile, lakini katika mikakati amebadilika. Mikakati inapobadilika inatupa tafasiri kwamba mtazamo wako, fikra zako zimebadilika. Kuna namna umebadilika.